Okay, welcome to my channel. Today tunapika pilau. Leo ni siku ya Christmas, tarehe 25 mwezi wa 12 mwaka 2025. Tupikeni pilau simple kwa ajili ya Christmas. Yes, kama unavyoona hapo maandalizi yetu, tunaanza na kuandaa nyama. Okay, tumeweka nyama yetu hapo kwenye pressure cooker. Tuna tangawizi na ndimu. Mimi sipendi viungo vingi kwenye chakula, kwa hiyo kwenye kuchemsha nyama naweka tu ndimu na tangawizi. Sipendi kitunguu saumu, sipendi harufu yake. Kwa hiyo viungo vyangu vikubwa vya kuchemsha nyama ni simple kama hivyo: tangawizi na hiyo ndimu. Hapo tangawizi yetu tayari, ndimu yetu nayo tayari. Kwa hiyo tunaenda kuichanganya sasa kwenye nyama yetu kama hivyo. Alafu tunakuja tunaweka na tangawizi yetu ambayo tumesha isaga tayari. Baada ya hapo naweka chumvi. Kama unaona hiyo chumvi kiasi kulingana na nyama tulipo nayo. Hapo tunakuja tunaweka maji sasa kwa ajili ya kuchemsha nyama yetu. Tunachemsha nyama yetu kwa ajili ya kuweka kwenye pilau. Hapo tayari funga pressure cooker yetu. Tunakwenda sasa kuiwasha. And mimi wanapenda kuchemsha nyama kwa dakika 60. Napenda nyama iive, sipendi kula nyama ambayo ni ngumu. Kwa hiyo wanaichemsha vizuri, nyama inaiva vizuri ili niweze kuitafuna vizuri, kwa sababu sina meno ya kutafuna nyama ngumu. Hapo tukaandaa matunda kwa ajili ya kutengeneza juice. Sasa manake ndo sikukuu tena, lazima pilau lishushwe na juice. Kwa hiyo tunaandaa juice. Maandalizi yetu kama hivyo: tuna avocado, tangawizi, embe na hiyo pineapple ilikuwa frozen, na tuko na passion pia. Tunaweka vitu vyetu kwenye blender sasa kwa ajili ya kublend matunda yetu. Hapo tunaweka kwenye blender kama hivyo unavyoona, ndugu mtazamaji. Tunaweka kwenye blender. Tunaweka kwenye blender kwa ajili ya kutengeneza sasa juice yetu tamu kabisa kwa ajili ya kushushia na pilau. Avocado hilo. Okay, tunaweka avocado, tangawizi, then tunaweka zetu passion sasa, passion kama roti. Baada ya hapo sasa tunakuja tunaichuja. Na juisi tunaifanya inakuwa nzito kidogo, ni juisi inakuwa na uzito. Hapo tumeweka tu no sukari, hapo hamna sugar, ni matunda tu. Hapo sasa tunaandaa sasa maandalizi kwa ajili yetu ya kupika pilau. Hapo kuna nyama, kuna kitunguu, kuna viazi, then kuna pilau masala. Viungo vya masala vimechanganywa kidogo hapo, kwa kuna hiyo pilau masala ambayo iko complete, na niliongeza na black pepper kidogo kwa sababu napenda kale ka upilipili kidogo kwenye pilau, kwa nikaongeza black pepper. Hapo nishaandaa mchele, nishaukosha hapo. Na nyama yangu pia napenda kuikaanga, kwa hiyo nyama nimeshaifry tayari kwenye mafuta, kwa hiyo tayari kwa kwenda kwenye sufuria. Hapo sasa tayari nishaweka sufuria langu motoni. Nishaweka mafuta kwa ajili ya kuanza kupika sasa pilau letu. Nimewasha moto hapo kama unavyoona, and hapo sasa mafuta yanashika moto. Baada ya kuwasha moto, mafuta yapate moto kidogo, ili tuweze kuendelea na kitu kinachoendelea kwa ajili ya kuanza kupika pilau letu la siku kuu. Hapo mafuta yanaendelea kupata moto, yanaendelea kupata
mafuta, tunaweka kitunguu sasa. Kitunguu kile ambacho kitunguu maji ambacho tulikuwa tayari tushakiandaa. Kwa tunaweka tu kitunguu maji kwa sababu ni just simple pilau, kwa hiyo haikuwa na viungo vingi. Actually pia mimi mwenyewe sipendi viungo vingi kwenye chakula, kwa hiyo it's simple. Kama pilau nikipika napika na vitu simple, sipendi sana kuweka vitu vingi, yani viungo vingi kwenye chakula. Kwa hiyo it's just a simple pilau. Ndio napenda pilau, lakini wanapenda pilau liwe simple, lisiwe complicated. Sio pilau unatafuna mchele mmoja unakutana na majiti, unakutana na nini. Mimi sipendi hivyo, kwa hiyo napenda pilau linakuwa simple. Hapo kama hapo kitunguu chetu kinaendelea kuiva, tunavyoona kitunguu kinaendelea kuiva hapo, tunakigeuza ili kisiungue. Kwa hiyo hapo kitunguu kinaendelea kukaangika, kinaendelea kukaangika kitunguu chetu kama hivyo. Tunasubiri mpaka kitakapokuwa kimebadilika rangi na kwenda kuwa golden brown, then tutaendelea na procedure zinazofuata. Lakini kwa sasa kitunguu chetu kinaendelea kuiva kama tunavyoona hapo kwenye video yetu. Hapo sasa tunaendelea kusubiri kitunguu chetu kiive vizuri. Tunakuwa na kiungo chetu tayari, tunakiweka sasa. Ile pilau masala ambayo kwa shaiandaa hiyo tunaiweka sasa na yenyewe ipate kuiva. Sasa hiyo ndo main kwa ajili ya kufanya pilau yetu iwe pilau, maana hiyo ndo pilau masala. Pilau masala yetu kama hivyo inaendelea kuiva, na kitunguu chetu pia kinaendelea kubadilika rangi kwenda kwa golden brown. Kwa hiyo tunaendelea kukichanganya vizuri, tunaendelea kugeuza ili viungo vyetu visishike chini, ili pilau letu liwe tamu kabisa, na tusherekee sikukuu yetu ya Christmas kwa kushiba pilau ambalo ni zuri, lililopikwa vizuri na mpishi mzuri. Hapo sasa vitunguu vyetu ndio hivyo na kiungo chetu kimeenda kuiva, vinaendelea kuiva vizuri. Tunaendelea kukoroga, then tunaweka viazi mbatata kidogo tu. Nimeweka viazi kidogo sababu sitaki mchele ulikuwa kidogo, ni kwa ajili tu ya watu wachache. Kwa hiyo mbatata ndio kama hivyo nilivyoweka. Nageuza kidogo mbatata ili ziweze kushika mafuta na zenyewe, then nitakuja kuendelea mbele. Hapo tunaweka sehemu inaitwa ambayo tayari shakaangwa. Kama nilivyosema mwanzo, napenda pilau ni nyama ambayo imekaangwa, sipendi kuweka nyama ambayo imechemshwa peke yake hapo ndio niweke kwenye pilau, na inakuwa texture yake inakuwa sipendi vizuri. Kwa hiyo napenda ninapopika pilau langu niweke nimekaanga nyama. Huo mchele tayari umeshaona, mchele wetu huo ushaoshwa. Hapo tunatia kwenye sufuria, tunachanganya pamoja na viungo vilivyokuwa hapo, ambavyo ni vitunguu, hizo nyama pamoja na batata, viazi. Hapo nageuza mchele wetu, tunageuza vizuri ili mchele usishike chini. Tunachanganya viungo vizuri pamoja na nyama na viazi pamoja na mchele kwa vizuri. And pilau letu ni mchele kidogo, lakini umechukua nyama kilo nzima ya nyama. Sikutaka kufanya pilau iwe na nyama kidogo. Hapo tunaweka ule mchuzi ambao tumechemshia nyama. Yes, ule mchuzi ambao tulichemshia nyama ndio tunautia sasa kwenye pilau yetu sasa, ili kufanya pilau letu liwe na taste nzuri, ili tuweze kufurahia sikukuu yetu ya Christmas. Hapo tunaanza sasa kuendelea kugeuza, tunageuza changanya, tunamalizia ile mchuzi ambao uko umebaki. Tuko na kala level ya maji kati ya mchele na maji tuone ili kama tusije tukazidisha maji tukaharibu pilau letu. Kwa hapo naangalia maji kama yako level, then naona bado inahitajika kuongezewa, kwa sababu naona bado mchele kama uko
huko juu, kwa hiyo inabidi niongeze maji kidogo. Kongo shanda maji ya moto pembeni kidogo, kwa hiyo nitakuja kuyaongeza hapo kwenye sufuria langu. Nitaongeza maji, nitaweka chumvi kwanza. Nimetangulia mbele. Nitaweka chumvi kwanza ili kwa ajili ya ladha, kwa sababu tushaweka yale maji yaliyokuwa yamechemsha nyama, kwa tunaweka chumvi kiasi tu ili kufanya chakula chetu kiwe na ladha, tusizidishe chumvi. Okay, hapo tunaongeza yale maji ambayo tulikuwa mchele umekuwa umezidi, kwa hiyo tukaongeza maji ili kufanya chakula chetu kiive vizuri. Chakula chetu kiive vizuri ili pilau letu liwe tamu. Tusherekee sikukuu. Hapo tayari inshallah level ya maji na mchele imekaa sawa. Tutafunika ili kufanya wali wetu uchemke na kuendelea kuiva. Baada ya hapo tunao wali wetu maji yameshakauka. Hapo tunageuza kidogo. Tunageuza ili kuangalia kama mchele wetu unashika chini. Tunageuza na hapo tushapunguza moto kiasi. Moto mbaki kidogo ili kufanya chakula chetu kiive vizuri, kisiungue. Hapo moto ushapunguzwa. Mbaki umewekwa kwa kiasi kidogo sana ili kufanya chakula chetu kiendelee kuiva kwa moto wa chini, moto ambao ni mdogo, ili kufanya chakula chetu kiive vizuri. Hapo tunaweka foil ili kufanya kuzuia hewa isitoke nje, ili chakula chetu kiweze kuiva vizuri. Hii inasaidia sana kuhifadhi joto, yani kwenye sufuria joto lisitoke nje. Kwa hiyo inasaidia kufanya chakula chetu chote kiive, yani mchele wetu wa juu na chini wote uive vizuri. Hapo tutafunua tena kuangalia chakula kinavyoendelea. Tutaona tunageuza tena kwa juu na chini, tunachanganya, tunageuza tena chakula chetu. Hapo chakula chetu kinaanza kuiva, kimeshaanza kuiva chakula chetu hapo. Na habari nzuri ni kwamba chakula chetu hakijashika chini mpaka sasa, yani sufuria bado liko vizuri, na mchele wetu na wenyewe unaiva vizuri, na chakula chetu kama unavyokiona hapo kinaendelea kuiva vizuri kabisa. Maandalizi ya kachumbari, kama unavyoona hapo, chakula chetu kiko tayari. Tumeshaandaa kwa ajili ya kula na kufurahia sikukuu. Nilikuwa na mgeni mmoja na mimi tukawa wawili, kwa hiyo tukafurahia chakula chetu. Kilikuwa ni kitamu. Merry Christmas.